I'm so happy to be here this wonderful morning at Ensoko TV. My name is Reverend Moses Usagi, the pastor of Huruma PAG Church. Kindly open with me the book of Genesis chapter 13. Genesis chapter 13. We shall begin from verse 5 up to 18. Genesis chapter 13, kitabu cha Mwanzo mlango wa 13, mstari wa 5 hadi 18. Let me read. And Lot, who went with Abram, also had flocks and herds and tents, so that the land could not support both of them dwelling together, for their possessions were so great that they could not dwell together. And there was strife between the herdsmen of Abram's livestock and the herdsmen of Lot's livestock. At that time, the Canaanites and the Perizzites were dwelling in the land. Then Abram said unto Lot, Let there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen, for we are kinsmen. Is it not the whole land before you? Separate yourself from me. If you take left, then I will go to the right. If you take the right hand, then I will go to the left. And Lot lifted up his eyes and saw that the Jordan Valley was well watered everywhere, like the garden of the Lord, like the land of Egypt in the direction of Zoar. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Let me jump to verse 14. The Lord said to Abram, after Lot had separated from him, Lift up your eyes and look from the place where you are, northward and southward and eastward and westward. For all the land that you see I will give you, and your offspring forever. I will make your offspring as the dust of the earth, so that if one can count the dust of the earth, your offspring can also be counted. Arise, walk through the length and the breadth of the land, for I will give it to you. Verse 18. So Abram moved his tent and came and settled by the oaks of Mamre, which are at Hebron, and there he built an altar to the Lord. Father, in the mighty name of Jesus, I thank you and I bless you as I share your word. May you use me as a vessel. May all the glory and honor be given unto you. In Jesus' name I believe and pray. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona habari ya Abrahamu na Lotu. Biblia inasema ya kwamba Mungu alipowaita Abrahamu, alipomwambia atoke katika nchi ya kwao na watu wao, kamwambia nitakupeleka katika nchi ambayo nitakubariki wewe milele. Na Biblia inasema ya kwamba Lutu na kamfuata Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alipomfuata Abrahamu, Biblia inasema ya kwamba Mungu na akawabariki sana walipofika kwenye nchi ya Kanani. Na walipofika nchi ya Kanani, kwa sababu Mungu alikuwa amewabariki sana, inaonekana ya kwamba walibarikiwa sana wakiwa wengi sana. Kafika mahali kaonekana ya kwamba mahali ambapo wanaishi ni padogo sana kwao wawili. Na Biblia inatuambia kwamba katika hali hiyo ikafika ya kwamba wakati wafanyakazi wa Lotu na watumishi wa Abrahamu wakawa na malumbano, hawakuwa na amani. Katika hali hiyo ya msukumano, kukosa amani, Biblia inasema ya kwamba Abrahamu na akamwendea Lutu, akamwambia si vyema sisi wandugu kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kwa ufupi ninene juu ya neno tupende amani. Let us love peace. Let us be people who love peace. Here we see that Abram and Lot
and their servants were striving because the resources were few. Na katika hali hiyo kukawa na mvurutano. Na Abrahamu, kwa sababu roho wa Mungu alikuwa yuko ndani yake, akaona jambo hili si mzuri. Akamwambia huyu Lutu, si vyema mimi na wewe na wafanyakazi wetu wawe na malumbano. Kwa sababu gani? Kwa maana sisi ni mandugu. We are a people of the same family. Praise the Lord. And my brothers and my sisters, I want to let you know that we as the people of God, as Christians, we are of the same family. No matter where you come from, no matter who you are, we are people of the same family because of Christ Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And because we belong to the same family, covered by the blood of Jesus, we should live in peace with each other. Jesus said that blessed are the peacemakers, for they shall be called sons and daughters of God. And hereby we see our father in faith, Abraham, demonstrating this great fact that as Christians we should be men and women of peace. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu Abrahamu anamwendea huyu Lutu, anamwambia Lutu, si vyema mimi na wewe kulumbana, kwa sababu sisi ni wandugu moja. Na Biblia inasema, ukisoma hiyo mstari wa 7, ya kwamba Wakanani na Wapezeri walikuwa wanaishi kati yao. The Canaanites and the Perizzites were dwelling among them. And I want to tell you, my brother, my sisters, as Christians, there are people who are dwelling amongst us and they are watching us. Let us not be people who strive against each other. Let us live in peace with one another, because the Canaanites and the Perizzites are watching us. Wakanani, wale watu ambao hawamjui Yehova, hawamjui Kristo, wanatutazama. Wapezeri, wale watu hawana imani kama yetu, wanatutazama. Wanaona jinsi sisi wa Kristo tunavyoishi pamoja. Kwa hivyo inapaswa mimi na wewe tukae katika amani, kwa sababu ulimwengu unatutazama. Kwa hivyo Abrahamu akamwendea Lutu akamwambia, ni vibaya sana, maana watu wanatuona vile mimi na wewe tunaishi. Tunapaswa tuwe mfano bora kwa wengine. Kamwambia, si bora mimi na wewe kama mandugu kupigana. Akamwambia na kuomba Lutu, ukiona hii sehemu ni ndogo kwetu, unaweza, ukitaka kuenda sehemu ya kushoto enda, ukitaka kuenda sehemu ya kulia enda, uamuzi ni wako. So tunaona Abrahamu anampatia nafasi Lutu, anamwambia fanya uamuzi, ukitaka kuenda kulia ama kushoto ni juu yako, bora tu amani iwe kati yetu. Wakenya wakati huu tunaishi mali ambapo tunaona ya kwamba ni kama roho ya kuvuruga amani inatawala nchi yetu. Sio shuleni kuna vita, mabweni wanafunzi wanachoma, ilali tumepeleka watoto wetu wasome tukiamini ya kwamba katika masomo watapata amani ya mawazo, watapata amani na furaha na maisha mazuri baadaye. Lakini kumbe shetani ameinuka, hataki watoto wetu wawe na amani. Ndani ya makanisa wakati mwingine Mkristo na Mkristo wanapigana, hakuna amani. Mpendwa, Biblia inasema tafuteni amani na watu wote. Seek peace with all men. It is a command, not just a request, it is a command. Seek peace with all men. Tafuteni amani na watu wote. Mkristo kama ukai na amani na wengine, wewe umtambui Kristo. Kwa sababu Yesu alipozaliwa
Malaika waliimba wakasema ya kwamba amani duniani, maana Mwokozi amezaliwa. Christ is the Prince of Peace. Yeye ndiye mfalme wa amani. Na mimi na wewe lazima tukapende amani. Kabla Yesu hajakufa, usiku alipokuwa na wanafunzi, aliwaambia kwamba nawaachia amani. My peace I live with you. So as Christians, peace should always be our portion. Kwa hivyo hapa tunaona Abrahamu anapenda sana amani. Anatamani watu wakae na amani. Anatamani yeye na Lutu wakae na amani. Na kwa sababu alipenda amani, tunaona faida ya kupenda amani. Friends, there is a reward of loving peace. There is a blessing of loving peace. Tukipenda amani, kuna mambo tatu yenye itaonekana maishani mwetu kama ilivyoonekana kwa Abrahamu. Jambo la kwanza, when we love peace, the Lord will speak to us. Tukipenda amani, Mungu atanena nasi. Biblia inasema katika mstari wa 14, the Lord said to Abraham after Lot had separated from him, lift up your eyes and look from the place where you are, northward and southward and eastward and westward. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Mungu akanena na Abrahamu baada ya kuachana na Lotu. Na waliachana na Lotu si kwa ubaya bali kwa amani. They departed in peace. Praise the Lord. Praise the Lord. In this life, try to live in peace with one another. Abrahamu kwa sababu alileta amani kati yake na Lutu, na Lutu akaamua ya kwamba aende sehemu nyingine, Abrahamu akasalia sehemu nyingine. Biblia inasema walipoachana na Lutu, walipoachana kwa amani, Biblia inasema ya kwamba na Mungu akanena na Abrahamu. Wakati mwingine tunakosa kusikia sauti ya Mungu kwa sababu hatupendi amani. Tukivuruga amani hatutasikia sauti ya Mungu. Ndani ya manyumba yenu, wewe unayenisikia, kama hauna amani ndani ya nyumba yako, Mungu hawezi nena ndani ya ndoa yako. Kama hauna amani na watoto wako, sauti ya Mungu haiwezi ikasikika. Mungu unena katika mazingara ya amani. Na amani huletwa na maombi. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 4, kuanzia hapo mstari wa 6, ya kwamba usijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote zitahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Do not be anxious about anything, but in all things, by prayer and petition, together with thanksgiving, let your request be known unto God. And the peace of God, that's the benefit, and the peace of God that surpasses all human understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. I want to tell you that the way to have peace is by prayer. And if you don't have peace in your home, you'll not pray. And if you don't pray, the Lord will not speak. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyu Mungu anasema ya kwamba niite nami nitakuitikia. Call unto me and I will answer. And when there is no peace in you, peace in your heart, there's no way you can call on the Lord and the Lord speaks back to you. Ukitaka Mungu anene, kuwa mpenda amani. Tukipenda amani, Mungu atanena na ndoa zetu. Tukipenda amani, Mungu atanena na biashara zetu. Tukipenda amani, Mungu atanena na kazi zetu. Tukipenda amani, Mungu atanena na masomo ya watoto wetu. Na Mungu akinena, maisha yetu yatainuliwa. Mungu akinena, maisha yetu yatabadilika. Because when the Lord speaks, things never remain the same. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka hali yako ibadilike, wacha Mungu anene na wewe. Na ukitaka Mungu anene na wewe, kama Abrahamu, penda amani. Usiwe mtu wa vurugo. Usiwe mtu wa kujipiga kifua.
ukisema ati mwenye nguvu mpishe. Hapana. Abrahamu alikuwa mtu mwenye anapenda amani. Hata wakati Farao alichukua mke wake, Abrahamu hakukuwa na fujo. Alisema huyu ni dada yangu, because he delighted in peace and the Lord fought for Abraham. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So when you love peace, God will speak to you. In fact, the Bible says that after Pharaoh had taken Sarai, God spoke to Pharaoh and told him, leave that woman alone because he's someone's wife. Bwana Yesu asifiwe. When we love peace, God speaks. And here we see that after Abraham left Lot, God spoke. Bwana Yesu asifiwe. Kitaka Mungu anene na maisha yako, na moyo wako, na hali yako, na kazi yako, wewe penda amani. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mstari wa 15. For all the land that you see, I will give to you and your offspring forever. I will make your offspring as the dust of the earth, so that if one can count the dust of the earth, your offspring can also be counted. Praise the Lord. Here we see the second point. When we love peace, when we delight in peace, when we walk and seek peace with all men, after God has spoken to us, number 2, our generation will be blessed. Praise the Lord. Tukiwa watu wa kupenda amani, kizazi chetu kitabarikiwa. Mstari wa 15, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Abrahamu, tazama kila mahali macho yako inafika, nitakubariki wewe na kizazi chako milele. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambia kwamba tukipenda amani, kizazi chetu kitabarikiwa. Wewe ambaye unayenisikia, ukitaka kizazi chako kibarikiwe, ukitaka Mungu abariki kizazi chako, watoto wako, wajukuu wako, vitukuu wako, vilembwekezwa wako, siri ni moja: penda amani. Tukipenda amani, vizazi vyetu vitaweza kuona baraka za Mungu. Na Mungu anamwambia Abrahamu ya kwamba I will bless you and your offspring forever. Naomba ya kwamba Mungu akakubariki wewe na kizazi chako milele. Na itawezekana tu ikiwa mimi na wewe tutapenda amani. Bwana Yesu asifiwe. Tukipenda amani, watoto wetu watabarikiwa, masomo yao itabarikiwa, maisha yao ya baadaye itabarikiwa. Na sio tu kwa muda, Mungu anasema milele. I will bless you and your offspring forever. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama wewe unatamani kuona hizo baraka kwa watoto wako. Sijui kama unatamani maisha mema kwa wajukuu wako. Sijui kama unatamani kizazi chako kiwe ni kizazi cha baraka, kizazi cha mwenye haki. Kitabarikiwa tu ikiwa wewe na mimi tutakuwa watu wa kupenda amani. Wapendwa, tupende amani. Biblia inasema heri wapole, maana watairithi nchi. Tukitaka kuona baraka za Mungu, let us be meek people. People who choose peace over conflict. Blessed are the meek, for they shall inherit the land. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anahakikishia hapa Abrahamu ya kwamba nitakubariki wewe na kizazi chako milele, kwa sababu wewe Abrahamu umependa amani, umechagua amani zaidi ya malumbano. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine la 3 na la mwisho, tukipendezwa na amani, tukipenda amani, Mungu atainuliwa. When we delight in peace, when we love peace, the Lord will be glorified. Look at verse 18. Mstari wa 18. So Abraham moved his tent and came and settled by the oaks of Mamre, which is at Hebron, and there he built an altar to the Lord. Biblia inasema ya kwamba Abrahamu akakuja akakaa
chini ya mti wa Mamre, na mti ni ishara ya msalaba wa Kristo. Na Biblia inasema alipokaa chini ya mti chini ya mti, Biblia inasema ya kwamba akamjengea Mungu madhabahu. Praise the Lord. He built an altar to the Lord. And an altar is the place of exalting the Lord. An altar is the place of magnifying the Lord, of giving back the glory back to God. Madhabahu ni sehemu ya kumuinua Bwana, ya kumtukuza Bwana, ya kurudisha sifa na utukufu zote kwa Bwana. Kwa hivyo tunaona Abrahamu, maana alipenda amani, mwishowe anamuinulia Bwana madhabahu. Anapata nafasi ya kumwabudu Bwana, anapata nafasi ya kutulia katika uwepo wa Bwana. He was seated under the tree. Alikuwa ametulia, ana wasiwasi, ana enjoy peace, kwa sababu yeye mwenyewe alipenda amani, na akakuwa na nafasi mzuri ya kumwabudu Bwana. Akamundia madhabahu akimtukuza Bwana. Pendo, ukitaka Yesu akainuliwe katika maisha yako, mimi na wewe, wacha tupende amani. Wacha tukue watu wa kupenda amani. Tukipenda amani, sifa na utukufu zitamrudia Bwana. Taifa la Kenya, tukitaka taifa letu likatukuke mpaka juu mbinguni, Mungu akapewe sifa kupitia taifa letu la Kenya, wacha wa Kenya tupende amani. Mwanafunzi wa shule unayenisikia na kuomba ya kwamba penda amani. Penda amani. Hii dunia haina ujuaji. Ubabe hauko. Ubabe ni kuwa na Yesu ndani ya maisha yako. Wacha Yesu akutawale. Wacha Yesu akuwe mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndio siri ya kuona amani. Ukitaka kuona amani, tafuta huyu mfalme wa amani, jina lake Yesu. Akakutawale, akakuongoze, ashughulikie maisha yako usiku na mchana, milele na milele. Kwa hivyo mpendwa, sijui kama unatamani amani hii. Ukiwa na amani, hakika Yesu atakuinua, atakutendea mema, atakubariki. Na ukiwa na Yesu ndani ya moyo wako kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama Abrahamu, utaona Mungu akinena na wewe. Kama Abrahamu, utaona wewe na kizazi chako kinabarikiwa milele. Na zaidi ya yote, kama Abrahamu, tukipenda amani, if we become people who love peace and delight in peace, the Lord will be glorified. Mungu atainuliwa. Naomba ya kwamba Mungu akubariki wewe ambaye umenisikia. Neema ya Bwana na fadhili zako zikakutoshe. Mosese niwe. Amen. Asante. Asante. Wacha tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, jina lako lipewe sifa. Nasema ni asante asubuhi ya leo. Kwa mapenzi yako Bwana umenipatia kibali nikatangaza neno lako mbele ya taifa la Kenya Bwana. Ujumbe ukiwa ni juu ya tuwe watu wa kupenda amani. Maana kama Abrahamu Bwana, tumegundua ya kwamba tunaishi kati ya watu ambao hawaamini Bwana, na wanatutazama usiku na mchana. Na Bwana, ni bora sana tutafute amani na watu wote. Maana tutakapozingatia amani, hakika kama Abrahamu, sauti yako itasikika maishani mwetu. Kama Abrahamu, tutakapozingatia amani Bwana, sisi tutabarikiwa na kizazi hata chetu milele Bwana. Na zaidi ya yote Bwana, tukipenda amani, sifa na utukufu Bwana zitakurudia, maana wewe ni mwema. Sante kwa yule ambaye amepokea neno hili, ukambariki Bwana. Wako na mahitaji mbalimbali, kutana na mahitaji yao sawa sawa na mapenzi yako. Na acha sifa na utukufu zikurudie, maana wewe ni mwema. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Asante sana Pastor kwa neno. Na labda nikikupa dakika 2 ukaweze kuongea na wanafunzi huko nje na walimu na wazazi, na atujui lile linaloendelea katika nchi yetu. Yeah. Wewe mwanafunzi pamoja na mzazi hata na mwalimu unayenisikia,
kwa muda ambao nimeishi Kenya, nimegundua ya kwamba inafikanga wakati ni kama ni msimu wa pepo anainuka. Unasikia shule imeanza moto, ingine inaanza. Unasikia shule moja imeanza mgomo, zingine zinaanza. Ni kama pepo anakuanga amejipanga, msimu fulani nitafanya jambo hili. Msimu fulani ni wakati wa ajali. Msimu fulani ni wakati wa visa za hapa na pale. Na kama Mkristo unayenisikia, ombi langu ni kwamba tuombe, kwa sababu tunaishi nyakati za mwisho. Shetani ameinuka. Jinsi Yesu anafanya campaign, pia shetani anafanya campaign. Tuombe kwamba Mungu akasimame na taifa letu la Kenya. Tuombee nchi. Biblia inasema tuombee nchi. Paulo aliambia Timotheo, ombea nchi, ili hata na neno la Mungu likatangazwe maeneo kote kote. Bila amani hata ili injili haliwezi likatangazwa, na injili ndio suluhisho. Injili ndio jawabu ya shida yote ya nchi yetu. Kwa hivyo tupende amani, tuombee nchi yetu. Wewe kama mzazi, wewe kama mtoto, mtiane moyo ya kwamba zaidi ya yote mchague amani zaidi ya mizozo. Na hakika mfalme wa amani ambaye ni Yesu atatutawala, na mali kuko na amani hata maendeleo ya nchi itakuwa sawa. Kwa hivyo tupende amani, wana Kenya. Tunapoenda kwa msimu wa uchaguzi, tuombee nchi iwe na amani, mapenzi ya Mungu yakatendeke zaidi ya yote. Musese niwe nayo sese niwe. Amen. Labda unaweza kasalimia mtazamaji huko, na pia usalimia watu wako. Najua asubuhi ya leo huenda wanakutazama. Amen. Unaweza kasalimia. Asante watazamaji, na wasalimia tena. Na ombi langu ni kwamba siku ya leo iwe ni siku ya baraka kwenyu. Mwezi huu wa 6 iwe ni mwezi wa baraka, ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 6. Naomba ya kwamba mwezi wote wa 6 iwe ya baraka juu ya maisha yenyu na watoto wenyu. Kile ambacho unaomba Mungu akaweze kukupatia. Na marafiki zangu, mandugu zangu, washirika wangu wa kanisa mnao niona, zaidi ya yote naomba ya kwamba mkampende Yesu zaidi ya yote. Yote yatapita, lakini neno la Mungu litasimama milele. Kwa hivyo mpende Yesu, penda neno lake, dumu katika maombi, maana maisha ambayo tunaishi ni mafupi. Yesu atarudi hivi karibuni. Ako mlangoni, amefika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Asante sana. Yeah. Utakaporudi kanisani, Yeah. wasalimie na uambie kuna Ensoko TV. Yeah. Si ya Kisii peke yake. Yeah. Si unaona kila tribe iko karibu, tunaikaribisha. Amen. So utakapoenda wasalimie na uambie pia wakuje huku. Kuna kanisa ulisema inaitwa Huruma PAG Church. Huruma PAG. Yeah. So next time labda tutakuja kwa kanisa yako. Yeah. Na pia unaweza kawalete huko. Amen. Asante sana. Amen. Sasa tunaweza kuruhusu ukaenda kanisani. Amen. Na umurigeri tumwanjito umurigeri